Je, unajua kwamba watu wanasoma namna ya kufikiria? Basi moja ya sehemu muhimu na sehemu ambazo watu wanafundishwa namna ya kufikiria kwa kina na kwa usahihi ni falsafa. Falsafa sio ile unayoisikia katika mtandao watu wakitumia kwa ajili ya kuwadanganya watu katika jamii na kuelezea mambo yao binafsi ambayo yanawachanganya watu na kuondoa watu katika tamaduni na taratibu za kimaisha, bali falsafa inasaidia ili yule anayefundishwa aweze kuondoa matatizo katika jamii na kufundisha watu katika jamii. Ndiyo maana demokrasia na uongozi wa dunia hii umetokana na mifumo ya kifalsafa, kwani falsafa inafundisha namna ya kufikiria kwa usahihi. Wanafalsafa wana namna za kufikiria na kuyatenga mambo wanayoyasikia katika miundo mbalimbali, na mimi nitakufundisha mojawapo ili nawe uweze kuwa mwanafalsafa pia katika jamii, kwani falsafa ni maisha. Basi mimi nitakuelezea namna hii ya kufikiria, yani namna ya kufikiria mambo kutoka katika uhalisia na fikra za mtu binafsi, yani objectivity na subjectivity, nikitumia kitabu cha Bertrand cha The Problem of Philosophy na kitabu cha Introduction of Philosophy na kitabu cha Plato cha The Republic ili kuelezea objectivity na subjectivity. Hata hivyo, falsafa zamani ilitumika kama ngao ili kuelekea maamuzi bora, kutafuta ukweli na kuishi katika maisha ya furaha. Je, unajua kuwa falsafa ndio mama wa masomo yote, serikali zote na namna na miundo mingine ya maisha iliyoanzishwa katika jamii inatokana na falsafa? Basi jua falsafa ni moja ya masomo muhimu zaidi katika maisha kama litafundishwa kwa kina na kwa undani. Tusafiri pamoja katika sehemu ya objectivity. Hii ni sehemu ambayo mtu anafikiria mambo katika uhalisia wake bila kutegemea hisia zake za kimwili, fikra zake au uzoefu wake, bali mambo hayo yanakuwa katika uhalisia wa moja kwa moja katika mazingira ya nje. Fikiria mfano, mtu ameamka asubuhi na kutoka nje, akaliona jua linachomoza, kisha akarudi jioni sehemu hiyo hiyo aliyokuwepo asubuhi, akaliona jua linazama. Anaweza akafikiria kuwa jua ndio linaloizunguka dunia, lakini kiuhalisia dunia ndiyo inayolizunguka jua. Hata hivyo, kufahamu hivyo kwamba jua alizunguki dunia bali dunia ndio inayolizunguka jua, unahitaji falsafa, yani objectivity, kuelewa uhalisia wa mambo yenyewe bila kuegemea hisia za mtu binafsi, hata milango ya fahamu. Kama ulivyoona, jua limesogea asubuhi kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini pia kuna hoja ya subjectivity. Hii subjectivity ni namna ambayo mtu anatoa hoja kulingana na hisia zake, uzoefu wake na namna yake ya maisha. Mfano wa objectivity ni mazingira yetu ya kila siku, yani katika mitandao wengi tunaona hoja za watu mbalimbali. Wanatoa hoja kulingana na namna wanavyofikiria, uwezo wao tu wa kufikiria. Fikiria mimi leo nikiamka asubuhi nikajiita prophet, yani nabii au mtumishi au mchungaji, nikaanza kuisoma Biblia na kuwatolea tafasiri. Hapo nitakuwa natumia uwezo tu wa kwangu, yani uwezo wangu binafsi wa kufikiria, hisia zangu binafsi na namna tu ninavyoelewa mambo. Lakini kama nitaenda shule na kusoma philosophy na kusoma theology, nitakuwa na uwezo wa kutoa mambo, yani kuitafasiri Biblia katika uhalisia wake, sio namna ninavyofikiria. Kwa hiyo umeona tofauti kati ya objectivity na subjectivity. Objectivity inakucommand au inakuhitaji moja kwa moja uweze kufikiria mambo kulingana na uhalisia wake.
Yaani wewe kuanzia leo unaposikia maudhui katika mtandao, unatakiwa kuyatenga haya maudhui yapo katika uhalisia wake, au haya maudhui yanatolewa tu na mtu kwa sababu ya hisia zake binafsi, yaani anachofikiria. Kuwa makini sana na vitu unavyovisikia, kwani vitu vingine ni hatari kwa akili yako. Unatakiwa vingine kuviacha nje na vingine kuvichukua, kwani watu wengine watakuelezea mambo kulingana na namna wanavyofikiria. Nimekwisha kukuelezea kwamba ikitokea mimi leo nikajichagua nikasema, bwana, mimi nitakuwa mtumishi, nitakuelezea mambo kulingana na namna ninavyoelewa. Lakini kama nikisoma nikaelewa vitu katika uhalisia wake, nitakuelezea mambo katika uhalisia wake. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa sana wa kusoma na kujifunza mambo. Siri za ulimwengu huu zimejificha katika vitabu. Sio kila kitu utafundishwa wala kuelekezwa na watu, bali unatakiwa utafute ili maisha yako yaweze kuwa ya ukweli, yaani utafuta ukweli katika maisha. Mwanadamu siku zote ameumbwa kutafuta ukweli, hata kama ukiuficha kwa miaka 100 hata ujua tu. Ndivyo ilivyokuwa. Watu wa zamani waliamini jua linalizunguka dunia, lakini walikuja kujua ukweli kwamba dunia ndio inalizunguka jua. Umenipata? Asante sana, tuko pamoja. Follow channel yetu ya YouTube Raphael Tabasamu, channel yetu ya Instagram na channel yetu ya TikTok. Tuendelee kuwa pamoja. Maarifa haya yasipite ni bure. Raphael Tabasamu, philosopher.